mkiona tunahubiri, tumekuwa na vita nyingi sana mimi tangu niitwe na Mungu. Nilikuwa na vita nyingi sana. Watu wengi walikuwa wanaamini ya kwamba mimi sijaitwa, na walikuwa wanaona ni mimi najisukumia. Hata kuna mtu alikuwa ananiambia, niliwaambia hapa, kuna pastor aliniambia ni hesabu sadaka Sunday. Na kwangu mimi niliona ni baraka, maana kuambiwa uhesabu sadaka ni kusema yeye si mwizi. Pastor amekupima, akaona this is not Judas. Akanipeleka kwa sadaka. Nilihesabu mpaka nilikuwa nafanya kazi ya mahesabu huko kwa kampuni. Kwa hivyo nilimsholea vile tulikuwa tunashora mahesabu ya siku hizo. Nikamwonyesha vile sadaka zimeingia, mashilingi ni mangapi, masumuni ni mangapi, 20 ni ngapi, nikamfanyia total 46 shillings. Maana nimepewa kazi mpya, lazima nilikuwa nafikiria basi mambo yangu imekuwa mzuri. Lakini baada ya kumpelekea sadaka akaniambia, nilikuwa nataka uhesabu ndio uache hiyo kiberebere ya kusema umeitwa. Ujue hakuna pesa hapa, unasikia? Hakuna pesa ya kugawana watu wawili. Nilimwambia ndio niambia ni hesabu. Akaniambia ndio, uache kiberebere. Sasa mtu kama huyo atakuondokea namna gani? Akupatia madhabahu uhudumu. Na yeye ako convinced ni hisi unataka. Na amekuonyesha ni 46. Niliomba Mungu sana usiku. Nikamwambia Bwana, onyeshana nini? Nilitumia ile neno limeandikwa na David. Sijui ameandika wapi. Is it Psalm 84 there? Ameandika ya kwamba show me a sign. Onyeshana ishara. Ndio wale wanakuogopa waione. Na wale maadui wake of course waione. Kuna mahali inafika, unless you saw something from heaven, we will not give you way. Na si kupenda ni binadamu, nasema ni kilipresent binadamu wote wa dunia nzima. Hawezi kukupatia njia. Nilienda kuhubiri taoni moja tukiwa na mke wangu. Tukapewa kitanda ya mtoto tulalie. Mtoto wa shule. Na tukarara, na ilikuwa nyembaba. Nyembaba ilikuwa mimi nilikuwa mama amelala hapa, mtoto amelala hapa, na mimi hapa nimewashiwa, siwezi kutoshea. Kwa hivyo mguu mmoja nikakanyanga chini. Na nikaufaa kiatu. Unajua huwezi tena kukanyanga chini na niko usingizi nilikalala hivyo. Usiku nikienda kujipindua nasikia mguu iko chini. Na jaribu nitaurudisha wapi, nasikia tumefinyana. Alafu asubuhi wakati niko nimemaliza kuomba, nasikia kausingizi kazuri, nikasikia nimeinuliwa kichwa hivi. Na kikarudishwa. Sasa wakati kilirudishwa kilianguka kabisa. Nikafungua macho kuangalia ni nani. Nikaona ni mtoto. Kumbe hii pilo ni vitabu zake za shule. Saa za kuenda shule zimefika. Hii mlango naye haina ile kashinika ile kakufunga. Iko na kamsumari. Kwa hivyo mtoto alisukuma msumari, wanajua vile wanasukuma. Alisukuma, ikatoka na sikusikia, akaja, ananiinua, anachukua vitabu, alafu kichwa hakurudisha pole pole. Alivuta kichwa po. Niliposikia vile nimegonga huko chini, na unajua hiyo tu mattress si mattress mzuri. Ni kama mattress ambayo unaona kama ni kazuri, lakini ukilalia kanashikana. Nikaambia Mungu, Baba, naomba huruma tu. Nilale hii kitanda na mke wangu, siku hizo tuko hapa 5, lakini hapa sitarudi tena. Naona mke wangu vile anateseka. Hawezi kulala na pande moja. Kitanda inatufinya. Lakini nilipoanza kuhubiri, Mungu alianza kufanya ishara. Na wake wakaponywa goita, wale walikuwa na goita zikaponywa, tukiona hivi. Miujiza, ishara zilifanyika, uponyaji ukafanyika, na Mungu akatembea na njia isiyo ya kawaida mpaka mama aliyekuwa amekufa. Wakati walimweka kwa taxi, badala wampeleke moshari, wakampeleka na kwa kanisa. Alifufuka usiku saa 6. Tulipomaliza saa 6:30 usiku, maana wakati alifufuka, of course ibada iliharibika. Watu wote wanataka kuokoka at once. Kwa sababu ya ishara. Miujiza hiyo, hata wewe unaweza kukuta unasema, Lord Jesus, I will follow you from today. Maana umestuliwa na reality. Kumbe Mungu iko ndio. Sasa wakati tulienda kulala, nimewaambia sasa wakati wetu wa kupumzika umefika. Wakaniambia, please mnaingia ile 504 iko pale nje. 504 haikuwa ngali ya kawaida, ilikuwa inanunuliwa hapa ikiwa mpya.
Nikauliza hatuendi kulala hapa? Wakaniambia samahani, tutawaonyesha. Tukaingia na mke wangu na mtoto, tukapelekwa mjini. Ile hoteli kubwa sana, tuliwekwa ile room inaitwa executive. Mimi nikawauliza, na nguo zetu zitaletwa namna gani? Wakaniambia nguo zenu zote kufunguliwa wardrobe, wamepanga zote huko. Bagi yangu iko huko, kila kitu iko huko. Hata wakati nililala niliambia Bwana nitasacrifice hii siku ya kwanza, maana ni mimi tu nililala kitanda ya mtoto. Baada ya wewe kufanya ishara na miujiza, ninalala kitanda hii ya watu wazima. So kila baba nitafanya, I will sacrifice this bed. Sasa hiyo kitanda walitupeleka ni 56 by 6. Hata mama sijui amelala wapi, unajaribu kutafuta hivi. Ya usikii kitu. Unalala ukitaka kulala kama ex unalala. Ama bai. Lakini ni ishara. Wacha nikuambie, dunia haitishwi na kisungu. Imesikia Queen akiongea mara nyingi. Dunia haitishwi na vocabulary. Dunia haitishwi na science. Newton alikuwa huko, saa Isaac Newton was here. Dunia haitishwi na theology. Watu wamesikia nyingi. Kila dunia haijui. Ni mtu ambaye hasikii, asikie. Hiyo itakupatia jia. Ni mtu ambaye akona sukari, ikuishe. Hiyo itakupatia jia. Ni mtu ambaye amekatwa mguu, imea ingine, hiyo jia itapatikana. Lakini kushinda ukisema ya kwamba program, wacha nikuambie, hiyo haitakupatia jia. Hata itapatia mekora ingine jia ya kukuuliza hiyo kichungu, uko na pesa ngapi? Lakini fanya ishara, your way will be opened. Na ishara sio kasi ya pasta. Ijipokuwa siku hizi watu wanafikiria tu ni pasta anatakana atumie na jia hiyo. Kulingana na Bible, it's everybody. Lakini kulingana na watu ni pasta. Huyo pasta anatumwa na Mungu. Huyo anaonanga mpaka ukikaa chini anaona tumbo yako ulikula nini. Hiyo ndio zio maneno. Washirika wamesahau ya kwamba zote tuko na roho moja. Ile roho inatumia pasta, ndio roho iko na washiriki. Sasa washirika wafanye ishara. Wanasema kama pasta angekuwa hapa, wacha nikwambie, hiyo ingeombewa ingekwisha. Wewe unafanya nini hapo? So mimi nilikosa jia kabisa. Na kuambia nilikuwa nasikia zile message niko nazo. Ninasikiliza yule mhubiri amehubiri lunch hour ya interdenomination. Tulikuwa tunaita interdenom. Unasikiliza lunch hour mpaka unasema my God. Si wanipa pale dakika 5. Unasikia vile mahubiri imedhogodhanio. Imeingizwa huko ndani nyimbo. Huko ndani imeingizwa sifa. Huko ndani imeingizwa hasira. Nikaenda kwa yule anaongoza nikamwambia, mimi nimeinuka hivi karibuni, Bwana ameniita ananiambia nifike kwa madhabahu yake. Naomba tu munipe rancha mmoja mtest. Akaniambia enda ukatest kwa fellowship. Sio hapa. Nikafungiwa jia kabisa. Kwa fellowship nikaenda nikaomba nihubiri. Yule alikuwa anahubiri aliniuliza, na sisi tuende wapi? Okay, utahubiri, sisi tuende wapi? Nikamwambia siku na ubaya. Akaniambia nyamazisha hiyo moto yako iko hapa. Nataka tuende wapi ndio uhubiri. Wewe nikakuta kila fellowship iko na wenyewe, interdenom iko na wenyewe, madhabahu ziko na wenyewe, jia imefungwa hivi. Niliambia Bwana nipe ishara. Ile ishara Bwana alinipa ni ishara ya kwamba Mungu alinifanyia muujiza mkubwa sana. Nilipomaliza mafuta ya taa na sina ingine, nikaambiwa na Bwana niweke maji itawaka kama mafuta. Kwa sababu ya wale niliita washuhudie, wakaona ni maji tupu hakuna kitu na inawaka. Habari ilifika kwa interdenom. Nikaenda lunch kama kawaida, nikakaa chini tuabudu, maana lazima nisome. Ilikuwa lunch ilikuwa kitu special. Sisi hatukuwa tumeona lunch nyingine. Tulikuwa tunafikiria lunch ni kusema ukule, si uhubiriwe. So tulikuwa tunaenda kusikiza. Na hiyo horo tulikuwa tunasomea ilikuwa former disco. Kwa hivyo bado bulb ziko hapa, tulikuwa tunaangalia, tunauliza ile ni ya nini? Na kitu kingine hapa inakaa kama bakuli inasukuka hivi inamulika. So huko ndio lunch ilikuwa inafanywa. Nikafika nikakaa chini, nikaanza kujionea vile wanadamu wametengeneza mataa ndio wafanya dhambi. Ama ni ya nini?
Mataa hiyo mengi ya disco ni ya kufanya nini? Hiyo kibakuli kimekaa hivi kinasukuka pole pole, kinatoa mataa kama yani oro colors, multicolored, na ingine iko hapa inatupa mataa hivi, ingine imekumulika hivi inafanya tu mahali pamoja. Ni za kusaidia nini? Mwili uwe mwepesi ufanye dhambi. Hakuna kitu kingine. Kwanza ukimulikwa hivyo dakika nyingi, unakunywa pombe zote ambazo ziko hapa duniani. So nilikuwa naangalia na nikasikia tuna mtu ambaye anaitwa Harrison. Nikaangalia niona huyo Harrison ni nani. Mtu tulikuwa tunakaa naye akaniambia ni wewe. Akaniambia huyo mhubiri mkubwa akasema, Harrison, ile ishara Mungu amefanya kwako na imethibitishwa na watumishi wa Mungu, imefanya tujue kweli Mungu bado yuko. Akaambia watu, huyu mtu mnaona ilifanyika hata alikuwa anajua kuliko mimi, na mimi nilikuwa hapo. Aliongeza chumvi vile mambo ilikuwa. Alafu akasema, sasa mtumishi mkubwa namna hii akiwa amekaa hapa chini, nitahubiri niseme nini? Akasema, kuja leo ndio wewe unahubiri. Na ndio naambianga wahubiri, uwe unakaa na mahubiri kwa kiswa, mahubiri spare. Mtu anaitangwa ghafla kuja uhubiri, unaanza kusema haleluya tuibe nyimbo, na unajua wahubiri wengi hawajui kuiba. Ukiibisha nyimbo watu wanasikia is just making a joyful noise. Ni noise tu lakini ni joyful to the Lord. Sasa nikaitwa. Ile mahubiri nilikuwa naye ni 3. Lakini kwa sababu ya kuitwa ghafla yote ilikwisha na dakika 40. Ikaisha yote. Hata nilikuwa naangalia saa nikienda kusema haleluya, tunataka saa kumaliza. Wananiambia 15 more minutes, servants of God. Tusaidie tu. 15 more minutes. Mahubiri yote 3 imekwisha mpaka nashindwa. Nasikia tu niseme John 3:16 lakini si watu